Namna ya pili ambayo Mungu anawajibika kufanya vitu kwenye maisha yetu au anawajibika kuwahudumia watu wake. Namna ya pili ni agape, msukumo wa agape. Agape. Haleluya. Tumetoka kwenye aba tunaingia kwenye nini? Kwenye agape. Agape ni upendo. Nishakuelezea maana ya agape. Kwa kila mtu anafanyaje? Anaelewa nini maana ya agape? Ni upendo usiokuwa na nini? Na mipaka. Upendo usiokuwa na ukomo. Unconditional love. Kwa upendo huo, moja ya huduma aliyotupa ni wokovu. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda nini? Akamtoa mwanae wa pekee. Hiyo ni agape. Kwa hiyo wokovu umekuja kwa ajili ya nini? Ya agape. Naandika hilo andiko, Yohana 3:16 na 17. Wokovu umekuja kwa ajili ya nini? Agape. Kwa kuna vitu Mungu anampa mtu kwa sababu ya nini jamani? Sema agape kanisa lililo kwa matendo. Kuna vitu Mungu anampa mtu kwa sababu ya nini? Agape. Kwa sababu ya nini? Agape. Haombi huyu mtu, sawa? Hafungi. Lakini anapata kile ambacho Mungu ametaka kumpa kwa sababu ya nini? Ya agape. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, ya kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo, ingawa ulimwengu haujatutambua kwa sababu haujamtambua yeye. Lakini sema ni pendo, ni agape ya aina gani aliyotupa Mungu, ya kwamba sisi tuitwe wana. Kwa hiyo kuitwa mwana, hakuna kigezo chochote ambacho wewe unacho isipokuwa ni agape ya nani? Ya Mungu. Imenifanya mimi kuwa nani? Mtoto wake. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu anawapa watu kwa sababu ya agape. Anasema ni pendo la namna gani aliyotupa Mungu, ya kwamba tuitwe watoto wa Mungu. Tuitwe watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Kuna agape ambayo imenifanya mimi kuwa mwana. Sema amina kwa Bwana Yesu. Kuna agape iliyokufanya wewe kuwa mtoto wa Mungu. Sema amina. Kuna agape iliyokurudisha kwa baba yako. Sema amina. Hiyo ni agape. Na kwa hiyo tukilia tukasema Mungu kumbuka agape, yoyote anayeinua vita kwenye maisha yetu kazi ya nani? Kwa sababu Mungu ataikumbuka agape kwa nguvu. Upendo usiokuwa na mipaka. Anasema ni kweli ni mwanangu nilimpenda mwenyewe, sikulazimishwa na mtu. Kwa nini anapita kwenye hii hali? So lazima niingilie kwa sababu ya upendo uliopo ndani ya moyo wangu. Haleluya. Sio kuna mtu ananielewa. So kuna vitu Mungu anafanya kwa sababu ya agape. Sababu ya agape. You don't need to pray, it's agape. Uhitaji hiyo ni agape. Bwana msaidie sana. Ni nini? Yohana 13. Yohana 13. Mstari wa kwanza. Anasema basi kabla ya siku ya Pasaka, Yesu akijua ya kuwa saa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Sema aliwapenda upeo. Sema aliwapenda upeo. Ile kutupenda upeo ni agape. Kwa hiyo kwa sababu alitupenda upeo, akakubali kwenda msalabani kwa ajili ya ugonjwa ulionao. Kwa sababu alitupenda upeo, akakubali kwenda msalabani kwa ajili ya taabu tulizonazo. Kwa sababu ya kutupenda upeo, alikubali kwenda msalabani kwa sababu ya wachawi walikuwa wakitutesa na kutunyanyasa. Kwa sababu ya kutupenda upeo, alikubali kwenda msalabani kwa ajili ya hali ya unyonge yoyote inayoendelea kwenye maisha yetu. Kutupenda upeo utaipata kwenye Isaya 53. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulingania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Mstari wa 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu sisi ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Agape. Adhabu ya amani. For me to have peace, alipaswa yeye kwenda msalabani ili mimi niwe na amani. Alienda kwa kuembelewa nini? Msalabani. Ili mimi nipone, yeye alichubuliwa, mimi nifanyaje? Nipone. Hiyo ni agape. Mimi sikuweza kumshawishi kwa chochote kwamba Mungu, mimi nisaidie sasa, mimi nina dhambi, nataka njoo shuka kutoka mbinguni, njoo duniani uniokoe. Sikuweza kumshawishi Mungu kwa sababu mwenye dhambi hawezi akamshawishi Mungu. Kwa sababu Biblia inasema Mungu asikii maombi ya mwenye nini? Ya mwenye. Kwa hiyo atakubali. Ndio tunaona agape. That's the manifestation of agape. Ndio dhihirisho wa agape.
kwamba alikuja akafa kwa ajili ya nani? Kwa ajili yetu. Hiyo ni aina ya ngapi? Ya pili.